الحمد لله الذي جل شأنه شيء عن شيء، فالله جل جلاله هو قادر على أن يخلق الخلق من العدم إلى حيز الوجود، وهو قادر على إعدامها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبنا في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. لهذا قال جل في علا في القرآن: إن للمتقين مفازا. أحبنا في الله، فتعالوا معي لهذه الخطبة الشريفة، والتي بعنوان: نحن اليوم في افتتاح بيت من بيوت الرحمن. أحبنا في الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم ما أمر به العباد توحيد الله تعالى، والإخلاص للعبادة الله جل في علا، وأعظم ما نهوا عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإسلام baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi wetu na ni mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu na wana daraja kubwa wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, leo tupo katika siku ya yaumul Jumaa, siku ambayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tupo katika ufunguzi wa nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni moja ya majina yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyeita kuwa ni msikiti. Waislamu, ndani ya msikiti Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mafundisho ya wanazuoni wetu wanatuambia ya kuwa kwanza tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kuwa ndani ya misikiti tumeamrishwa katika suala zima la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ibadallah anna a'dhama ma umira bihi al-ibad, jambo kubwa ambalo waja wameamrishwa ndani ya msikiti na nje ya msikiti, tauhidullah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala.
Wama maana tauhid? Nini maana ya tauhid? Huwa ifradu Allahi bilibada, nako ni kuhakikisha ya kuwa unaingia katika mlango wa msikiti na unaingia humu ndani kwa lengo la kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha wakasema wanachuoni, wal ikhlasul ibada, na kuhakikisha ya kuwa nia zetu kweli tunamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tena al-ikhlasu lahu wahda, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usije kabisa ukaja kuingia ndani ya msikiti ukasema ya kuwa naenda kusali ili mzee fulani anione, ili shekhe fulani anione, ili na mimi nionekane na swali. La wallah, katu kabisa usije ukafanya hivyo. Jiamini ewe ndugu yangu Muislam, na ufahamu ya kuwa anayefisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, anayetoa malipo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu msikiti uwe ni kwa ajili ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada zetu tuhakikishe tunazifanya kwa kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi faya ibadallah, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Na mfahamu yenye waja wa Allah ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampa matokeo mazuri, atampa riziki nzuri, atampa kazi nzuri, atampa mavuno yalokuwa mazuri, shamba lake atalitia baraka, na yeye mwenyewe atakuwa na baraka. Kwa nini? Kwa sababu kautumia msikiti kwa ajili ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu aidan, namfahamu ya kuwa a'adhama, jambo zito ambalo Allah subhanahu wa ta'ala manuhu anhu al-ibad, walilokatazwa waja wa Kiislam, waja ambao wamemkubali mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku billah, tuhakikishe tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala nje ya msikiti wala ndani ya msikiti. Usije kabisa ukaja ukaabudu hapa huku mawazo yako yanamuwaza mzee wako alokufa wa miaka kadhaa, ukatia pengine shirki kusema Allah nikubalie mimi, Allah nipokelee mimi ibada yangu, pia Allah nipokelee kwa fadhila au kwa ubora wa mzee wangu fulani ambaye tumemzika sehemu fulani. A'adhamu manuhu, jambo ambalo kubwa tulilokatana nazo, ashirku billah. Wa'lamu ya ibadallah, namfahamu enyi waja wa Allah, anna shirka, ya kuwa shirki dhulman adhim, ni dhulma kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ya kuwa yeyote yule ambaye anamshirikisha Allah hatokuja kumpa pepo akifa nayo shirki. Lakini je, akitubia kabla ya kufa, Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu tauba min ibadi, Allah anakubali toba kwa waja wake. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuhakikishe ya kuwa maisha yetu tunaishi, tutupilie mbali ushirikina. Tuhakikishe maisha yetu tunaishi iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, watu wanaondoka, ndugu yangu, watu wanakufa, ndugu yangu, watu si lolote wala si chochote. Washairi wanasema ya kuwa mche Allah subhanahu wa ta'ala, usiwategemee watu na wala usiogope watu, kwa sababu ara nasa, na waona watu siku zote tumewabeba mina kitafina, katika mabega yetu, tunawapeleka katika makaburi, na tunashuka katika makaburi na tunasema bismillahi wa ala millati rasulillah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa baqin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kubaki na anaendelea kuwepo. Ndugu zangu, msikiti huu ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ndani ya Qur'an, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Qur'an inasema
Hakika ya misikiti unayafahamu wewe yote, misikiti ambayo ya Waislamu, hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wafadhili wametujengea, wasimamizi wamesimama, na leo wamekabidhi hii amana katika shingo zetu, amana katika miili yetu. Ni sisi jukumu letu kuwa huu msikiti tutauhama au huu msikiti tutauendeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna almasajida lillah, hakika misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, msije mkaomba na kitu chochote kumchanganyia Allah, hiyo itakuwa ni shirki. Mwabudu Allah peke yake. Ukifanya hivi utakuwa wewe ni Muislamu ambaye umemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisawasawa. Kinyume na hivyo, wewe hujamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisawasawa. Lihadha sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qad amarakum Allah bis salati alayhi haythu yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبنا في الله، واعلموا أن هذه المساجد بيوت الله. fahamuni ya kuwa hii misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buniyat, kwa nini imejengwa? Liiqamati salah, kwa ajili ya kusimamisha sala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sehemu yoyote ambaye alikuwa akihamia na sehemu yoyote ambaye alikuwa akiwatuma masahaba, kitu cha kwanza kinaasisiwa sehemu kuu ya kumtumikia na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha wa'lamu, na kwa ajili hii fahamuni ya kuwa anna almasajid, misikiti hii buniyat liiqamati salah, imejengwa kwa ajili ya kusimamisha sala. Swala ndugu zangu ndio kila kitu. Swala lazima utekeleze, swala 5 zisikupite. Usije ukasema ya kuwa umechoka sana kwa sababu umeshinda shambani. La, hakikisha unaswali. Lau ukachelewa, pengine udhuru ukaukuta shambani kwako, swali shambani kwako, isije ikakupita swala. Na wala usije ukalimbikiza swala ukasema wewe unalipa swala kuanzia dhuhuri uko shambani, al-asri uko shambani, maghribi uko shambani, isha uko shambani, baadaye wewe unalimbikiza swala unalipa. La wallah, buniyat hadhihi almasajid liiqamati as-salah. Misikiti hii imejengwa kwa ajili ya kusimamisha sala. Hakikisha unapopia katika kupanga muda wako, swala isikupite. Na muhimu sana ndugu zangu, kabla hamjaingia kusali swala za sunna, jitahidini swala za faradhi isikupite. Usije ukawa unapenda sunna wewe na faradhi zinakupita. Hakikisha swala 5 kwanza ziwe nzuri, swala 5 kwanza ziwe sawa, kisha ndio uje kwenye sunna. Ndugu yangu, ukifanya hivi utakuwa kweli umetekeleza lengo la kujengwa kwa msikiti. Lakini ahibana fillah, buniyat hadhihi almasajid, misikiti hii imejengwa lidhikrillah, kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo kama huna wakati pengine ambao umekubana sehemu unataka kwenda, njoo msikitini. Misikiti ndio ambayo iliwaliwaza masahaba, misikiti ndio ambayo iliwafariji masahaba, misikiti ndio ambayo iliwapa utajiri masahaba. Kwa nini? Walipokuwa wanasikia ya kuwa hali zao ni ngumu, walipokuwa wanaona matatizo yamewakumba, wanaelekea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo ndani ya msikiti, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Sema Allahu akbar walhamdulillah la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sema subhanallah. Utaje uko aina nyingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya msikiti, na ili usije ukaingia ubaya katika kutaja utajo mbalimbali, pengine ukataja utajo ambao ndani yake una shirki, ndani yake una matatizo, basi elekea kwa wale ambao wenye kujua dini ya Kiislamu, wakuelekeze nini utajo unahitajika
inahitajika kutajwa katika msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuhakikishe ya kuwa tunaisoma dini yetu na kuuenzi huo msikiti ambao ni mzuri kwa kuangalia, lakini inaweza ikawa ni hoja kwetu siku ya Kiyama. Je, tutautekelezea uzuri au tutautekelezea ubaya? Tulivyojaza leo hivi na nafasi mpaka inakosekana, je, utaendelea utamaduni huu au utamaduni huu utakufa? Lakini ahibana fillah, msikiti umejengwa kwa ajili ya tilawatil Qur'an, kusoma Qur'an. Tuisome Qur'ani kisawa sawa ndani ya msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate fadhila tukiwa sehemu ambayo ni yenye fadhila. Lakini pia msikiti umejengwa litaalimi ilmi nafi, kwa ajili ya kufundisha elimu ambayo yenye manufaa, miongoni mwa elimu ambayo yenye manufaa, na ndio faradhi ambayo inatajikana itangulizwe, kuwafundisha watoto dini yao, lakini pia kuwafundisha watu wazima dini yao. Huu msikiti tunategemea kuwa urindime. Pale pana shekhe fulani, hapa pana shekhe fulani, na pale pana shekhe fulani. Pale panafundishwa tauhid, pale panafundishwa fiqh, na pale panafundishwa sera, na hapa panafundishwa hadithi. Hii ndio maana ya kuenzi misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa da'watu ilayhi, na kuhakikisha tunalingania. Tuhakikishe tutoke tulinganie. Wewe kama imamu pengine wa sehemu hii, hakikisha watu wanaendelea kuujaza msikiti huu. Watembelee raia wako, wakague raia wako, na uwahofishe yale ambayo yanahitajika kuwahofisha, ili waweze kuja kusali katika huu msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, lengo la sisi kuletwa katika huu ulimwengu ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ndani ya Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na wala sijawaumba wanadamu, bali nimewaumba kwa ajili ya kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibana fillah, fadhila za kujenga msikiti, kuna fadhila kubwa. Leo hii hawa waliojitolea, hata kama walikuwa 10, lakini kitendo chao cha kujenga msikiti huu mmoja, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia, siku ya yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawajengea nyumba iliyokuwa nzuri katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya hadithi ambayo sahih, hadithi ameipokea al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man bana lillahi masjida, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, yeyote yule ambaye anajenga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala msikiti, lakini kwa lengo la kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah jalla fi ula an yataqabbala min kulli man sahama bibina'i hadha almasjid alsharif, wa nasalu Allah subhanahu wa ta'ala أن يعطيه ويجزيه لكل من تبرع لهذا المسجد الشريف يا رب العالمين. نسألك أن تجعل هذا المسجد المبارك، ونسألك أن تجعل هذا البيت من بيوتك يا رب العالمين، ممن يرفعون كتابك يا ذا العفو والإكرام، وتحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. نسألك أن تتقبل هذه الصدقة الشريفة لبناء بيتك المسجد الشريف يا رب العالمين. وإسلام pia tunawahusia ya kuwa hii ni Tanzania, na Tanzania ukiitazama utadhani kijani kibichi. Kwanza inavutia, ni nzuri, ni tamu, watu wanaishi kwa upendo. Huwezi pengine kujua huyu ni nani, Muislamu au sio Muislamu. Nyumba moja, vyumba hivi vinakuwa hapa na hapa, hapa na Muislamu na hapa na Muislamu, na hapa na ambaye sio Muislamu. Lakini pamoja na hilo, bado watu wana upendo katika hii nchi ya Tanzania. Kwa ajili hii basi, yapo au vipo viashirio vya watu kuwa pengine wakaandamana maandamano ambayo yanaitwa ya amani, au wakaandamana maandamano pengine ya vurugu kwa kile walichodai ya kuwa tarehe 7. Nyinyi kama Waislamu na vijana wa Kiislamu,
Kwanza napenda nikubainishieni nini Uislamu wenu unasema. Upande wa itikadi ya dini yetu ya Kiislamu, ukiachana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoruhusu pengine maandamano ya amani, tuje katika upande wa akida na katiba ya dini ya Kiislamu. Uislamu umekataza maandamano yawe ya amani au yasiwe ya amani. Hii ni akida na huu ndio msimamo wa dini ya Kiislamu. Hivyo vijana wa Kiislamu kabisa, kama mnaupenda Uislamu wenu, msije mkaghilibiwa kutoka kwenye maandamano yawe ya amani au yasiwe ya amani, yawe ambayo mmeruhusiwa au yasiwe mmeruhusiwa. Kwa nini? Kwa sababu sio katika mila ya dini yetu ya Kiislamu. Hatujafundishwa na dini yetu ya Kiislamu. Hivyo sisi kama Waislamu tutaenda kwa mwenendo wa Uislamu, maana mfahamu ya kuwa dini ya Kiislamu imeweka ya kuwa hakuna faida kwenye maandamano siku zote ya imma, hata kama ni amani, pengine ukapata presha wewe ukadondoka, pengine ukapata mafua ya kudumu ukaugua na ukafa, pengine ukawadhuru watu, pengine watu wakafunga maduka yao, pengine wenye presha wakawasababia taharuki. Kwa ajili hii, kama kiongozi wa Kiislamu na kwa mujibu wa dini yenu ya Kiislamu, msije mkatoka kwenye maandamano haya. Nimeyasemea kwa imani ya dini yetu ya Kiislamu, sijasemea kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, kama unania pengine ya kutoka kupinga utawala, pia dini yetu imetukataza, na hii ndio akida ya salafu salih ridwanullahi alaihim, ndio mfumo wa cha Mungu waliotangulia. Wanasema ya kuwa haifai kwa Waislamu kuonyesha na kupaza sauti juu ya eti kutaka kupindua utawala au kufanya vurugu kwa watawala. Mimi kama kiongozi wa Kiislamu, kwa nini tusiridhike? Uchaguzi umepita, tuna kiongozi wetu, kwa nini tusubiri amalize utawala wake kisha mchague yule ambaye mnamuona bora? Kwa ajili hii na imani kabisa, nyinyi mtakuwa ni moja ya chachu na watunzi wa amani ya nchi hii ya Tanzania, ambayo imetafutwa kwa tabu, imetafutwa kwa shida. Wazee wetu wametoa uhai wao, lakini si hivyo. Mashekhe mbalimbali, viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali wameelezea katika kuienzi na kuitunuku hii amani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amani hii endelee kudumu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe wote ambao wenye lengo baya na hii nchi ya Tanzania, kwani nyinyi mnafahamu leo shida katika nchi mbalimbali ambazo zimekumbwa na majanga haya, lakini mmeona shida imeasiri mpaka katika juu ya upandaji wa mafuta. Leo mmeona kuna shida mbalimbali. Angalia hiyo harufu tu ya matatizo ya huko inawaijia mpaka hapa. Leo ikija Tanzania itakuwa shida. Nyinyi mnafahamu Tanzania ili upate riziki utoke ukatafute ndio watoto zako wale. وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية من الصحابة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت يا رب العالمين. الله وحفاظي vizazi vya Kiislam, Allah wahifadhi watoto wa Kiislam, Allah wahifadhi vijana wa Kiislam, Allah wahifadhi akina mama wa Kiislam, Allah wahifadhi wazee wa Kiislam, Allah nusuru mali za Waislam. Allah jalia amani katika hii nchi yetu ya Tanzania iliyobarikiwa kwa kila tunu ya raha na amani na utulivu na upendo uliokuwepo. Wallahumma al-khulafa ar-rashidin wa ana ashabi wa baqiyat min as-sahaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.